Niko hapa na Sanjo Mafuru ambaye ni afisa mhifadhi mwandamizi ambaye pia ni afisa ujirani mwema kanda maalum ya Dar es Salaam kwa maana ya TAWA. Moja kati ya vitu ambavyo nilikuacha navyo, najua maswali ya wasikilizaji ni mengi, lakini ili naomba nikuulize mapema kabisa. Nashukuru. Nikikutana na simba, mwanakijiji, mwananchi akikutana na simba, chui au wanyama wakali hawa, hatua ya kwanza atakiwa afanye nini? Abdalla, inaonekana unatafuta namna gani ya kujilinda na chui kutoka kijijini kwako? Na simba. Na simba. Lakini tunachokifanya actually ni kama ni mbinu kama tunazotumia sisi. Ndio. Calmness. Hiyo ni kitu cha kwanza kabisa. Inabidi utulie kidogo. Utulie kidogo. Kwa sababu yule mnyama utakapofanya jitihada yoyote ya vurugu, ndio atakuidentify kama wewe ni adui. Na atajua wewe una kitu kibaya unataka kumfanyia. Inabidi utulie. Utulie kwanza. Unajua utulie kabisa, yani utulie kama vile hakuna habari yoyote inaendelea pale. Wakati unatafakari kumwangalia anafanya nini huyo simba. Yani ndio wakati wenyewe, kwa sababu ukikosea hesabu hapa, abao unisikize kwa makini, ukosea hesabu umekwenda. Nipo makini. Uko makini, si ndio? Ukae makini kabisa, tena ukae kwa kutulia. Kwa sababu unatakiwa ufanye calmness ya hali ya juu, bila kutikisa au kufanya jitihada yoyote ya kupiga kelele au kufanya movement ya kukimbia. Kwa sababu naye pia hutamfanya awe na atataya hali, atakuwa na ile nini, kuna nini kinatokea hapa, kuna nini, hii nini, kumbe ni chakula, kwa hiyo afanye nini, umeelewa, kulingana na hicho chakula kisha mbele yake. Sasa ukifanya namna ile, utapaswa kurudi nyuma kwa hesabu taratibu sana, bila yeye kuwa na notice hizo movement, kutembeza mguu wako kwa kurudi nyuma, huku ukiangalia, unajua una maintain zile pesi zako kuhakikisha kwamba usikanyage kwenye bodo kaanguka ukaita taharuki tena. Umeelewa? Ya utaratibu tu atakuwa na kuangalia, kwa sababu lazima na yeye afanye aanze kukisia yule ni nani, ana ukubwa kiasi gani, ninaweza nikamvaga kiasi gani nimkamate, nitumie tekniki gani nimkamate, kwa sababu simba ana tekniki, anazo tekniki zaidi ya 5 na kueleza jinsi ya kukamata kiumbe anachotaka kukifanya. Sasa na yeye lazima katika akili yake atakuwa anatafakari atumie mbinu gani kati ya hizo mbinu 5, unajua, za kukamata wewe ambaye uliyeko mbele yake. Wakati anatafakari, wewe unarudi nyuma kwa zile stepping, na yeye anaona kuna mjongeo, yani kile mbona tuna kama au kipo, na wakati huo wewe unazidi kusogea maeneo ambayo utadisappear kutoka kwenye ile eneo. Hii ndio njia ambayo ni rahisi sana. Unaweza kufikiri kwamba ni miujiza. Hiyo ni rahisi. Lakini hali halisi ndio hiyo. Hali halisi ndio, bila kufanya taharuki aina yoyote, utarudi kwa mtindo wa taratibu unarudi. Ukifika eneo ambao unaona sasa, unajua mbio zangu zinaweza kunisaidia sasa, ambako sionekani mbele yake, hapo bwana Abdalla, fungua tu turbo, unajua achia speed yako unayoweza, ondoka. Hata yeye pia atakupuuza, kwa sababu simba na chui ni wanyama ambao huwa wanapenda kupuuza, wanadharau. Yani mpaka wewe uonyeshe kwamba na wewe bana ni mtemi, unataka kupambana nao. Hebu umewahi kujiuliza Abdalla, sisi tunafanya hizo kazi, tunafanya doria kila siku, tunaishi na wanyama, tunakaa hifadhini, tunaweka matenti yetu katikati ya msitu, askari wanafanya hizo doria, wanapishana nao hao simba 17 na kuendelea, na wengine watamka, unajua, wanakutana nao na kupishana nao chui, unajua wanafanyaje. Hizi ndio technique. Unaweza kufikiri kwamba ninaongea labda kwa masiara, lakini hali halisi ndio hiyo. Na sisi wenyewe tukishawaona huwa tunafanya vile, kwa sababu simba ni lazima apply zile technique zaidi ya 5 alizonazo katika uwindaji. Hakurupuki. Simba hawezi kufika tu na kurupuka kufanya reaction. Ni lazima coordinate ile reaction, hajue kuna nini. Akikuona wewe unaonekana hauna shida naye, hauna wasiwasi naye, kwa kufanya hicho nilichokuambia, anakupuuzia, yeye anaendelea na mambo yake, wewe unapita unasema bana, wewe nimeokoka kutoka mikononi mwa simba.